Na msikilizaji, nimeokoka, napenda Bwana Yesu. Nashukuru Mungu sana kwa hii nafasi ambayo ametujalia tuweze kuwa hapa siku ya leo. Sio jambo la kawaida. Tunashukuru Mungu sana pale popote ulipo, na tunakukaribisha rasmi katika kipindi cha Neno la Uzima ili tuweze kuunganika na tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Na ninajua ya kwamba Mungu wa uzima anaenda kutubariki na kututenda mema, na Mungu anatenda kutuinua. Naitwa Reverend Mathenge. Nashukuru Mungu sana, na ni vyema tuweze kuanza katika hali ya kuomba, na ninajua Mungu atatubariki sana. Tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele yako Bwana asubuhi ya leo. Tunakubariki, tunakuinua na tunakutukuza. Tukisema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine wa kufananisha na wewe. Tunakuinua, tunakubariki asubuhi ya leo. Asanti kwa sababu ya wema na fadhili zako, na kwa sababu ya ukuu wa jina lako Bwana. Baba, umetupatia wakati mwingine tuweze kuwa hapa. Ni upendo mkubwa na neema ya ajabu kutuunganisha pamoja na mtazamaji na msikilizaji katika Ijumaa ya kwanza ya mwezi huu wa 4. Tunasema sifa zote na heshima zikurudie. Bwana Yesu, umekuwa Mungu mwema na mwaminifu. Tunakushukuru kwa kila neno limehubiriwa hapa. Tunakushukuru kwa wale wote wameokoka Jehova, kwa wale wote umeponya kupitia hiki kipindi. Na hata leo bado tunakutarajia ya kwamba unaenda kutembea kwa njia kubwa na ya ajabu. Kwa hivyo Bwana, pokea sifa na utukufu, kwa sababu tunakungojea asubuhi ya leo. Tunaomba ututakase, utuoshe Baba, na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ikapate nafasi kwa mawazo yetu na kwa mioyo yetu pia Baba, ili mapenzi yako yaweze kutendeka. Tunahitaji roho wako zaidi. Tunahitaji ufalme wako Baba. Tunakaribisha uwepo wako mahali hapa. Tukiomba hii kipindi cha Neno la Uzima, mapenzi yako yaweze kutendeka, ili watu walio mbali na karibu wote wakaweza kuokolewa, wakaweza kupona na kukombolewa kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Tembea, maana wakati ni wako. Tembea, maana masaa ni yako. Watu wako wakuone Jehova. Tunaomba siku ya leo, mfalme mwema, kila jambo litanenwa mahali hapa. Kila jambo litaongewa na kutendeka. Makusudi yako yaweze kutimia. Tunaombea kila kipindi na kila jambo, tukiomba Mwenyezi Mungu sifa na utukufu zikurudie. Tunakaribisha uwepo wako. Tunaomba utembee kila mahali mtazamaji na msikilizaji yako Baba, nguvu zako zikaweza kuwafikia na uwepo wako ukaweza kuwafikia Baba. Mwenyezi Mungu, wabadilishie maisha kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Tunakushukuru na tunakubariki, tukiomba uwe mwanzo, katikati na hata mwisho, katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na hata tumeamini. Amen. Asante sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Kama vile nilikuwa nimesema, ni wakati wa kusikiza neno la Bwana katika Mwangaza TV, Mwangaza wa Neno FM na Keheo TV. Na tunashukuru Mungu sana kwa hii nafasi. Kwa hivyo ni vyema unaweza ambia rafiki yako, pengine mzazi wako, jirani yako, yule unajua, mwambie kipindi cha Neno la Uzima limeanzia. Na ninajua ya kwamba kupitia neno ambalo linaenda kunenwa hapa, tunaenda kubarikiwa. Na siko hapa peke yangu, kuna watumishi wa Mungu wako hapa, na kuna mchungaji aliye nyuma yangu ambaye nitaomba atajitangulisha. Akisha yule ambaye atatupatia neno ndiye atakayekuwa wa mwisho. Kwa hivyo nafasi ni yake. Karibu sana mchungaji, uweze kuendelea. Thank you Reverend Elvis. God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mtazamaji wangu, msikilizaji, mahali popote ulipo, tunakaribisha hapa katika studio hizi. Uwe pamoja nasi tukianza na hata tukiendelea na hata tamati. Karibu sana. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana mchungaji Mathenge, umetuongoza vizuri. Amen. Mungu akubariki sana. Asante sana mchungaji Kebiego. Na wale wengine wachungaji wako behind camera, Mungu awabariki sana na watende mema. Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, ningependa kukusalimu katika jina la Yesu. Ujambo? Natumaini uko salama, uko mzima, buheri wa afya. Na najua ya kwamba popote ulipo pale, hata kama mimi wewe ni mgonjwa uko hospitalini, hata kama wewe ni mfungwa uko katika njela, unaona kana kwamba Mungu amekusahau, nataka kuhakikishia ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Ndio. Yule Mungu amemalizana na yeye ni yule ambaye ameaga dunia, lakini bora unapumua, Mungu hajamalizana na wewe. Ndio. Mahali umefika mwisho,
Mungu anaweza fanya iwe mwanzo wako. Ndio. Mahali ambapo unaona iwezekani, Mungu anafanyanga yale mambo ambayo yanaonekana kwa binadamu haiwezekani. Hayo ndiyo anafanyanga yanawezekana. Kwa hivyo hata mahali umefika ukaona iwezekani, wale walikuwa wamekushika mkono unaona kana kwamba wamekuachilia. Wale unategemea maishani wakusaidie unaona hakuna msaada. Yule ambaye alikuwa tegemeo lako labda hayuko tena, unaona kana kwamba mambo yako imeisha. Nataka kukuambia shikana na huyu Mungu siku ya leo. Anaenda kuanza mwanzo wako. Watu wanaweza jaribu washindwe. Watu wanaweza kutoroka. Watu wanaweza kukuachilia. Watu wanaweza kunena vibaya. Lakini Mungu aliye juu mbinguni na kuhakikishia anakupenda na anakujali sana, na yale anayekuwaza ni mema. Kwa hivyo jitie moyo leo, naamini Mungu ako na uwezo na niko na imani atakubariki katika jina la Yesu. Kwa hivyo kwa dakika hii nataka mchungaji utusomee kitabu ya Matendo ya Mitume hapo 3 kuanzia 1. Asanti. Acts chapter 3 from verse 1. Neno la Mungu linasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Simamia hapo kidogo. Hapa maandiko yanasema ya kwamba siku moja hapo mwanzo hapo kuanzia verse 1. Ndio. Petero na Yohana walikuwa wanaenda hekaluni. Yapata saa 9 mchana. Walikuwa wanaenda kama kawaida kusali. Nafikiri hata haikuwa masaa ya ibada. Na haikuwa siku ya Sabato. Kwa maana maandiko yanasema walikuwa wanaenda kusali. Ama tuseme mimbi ni siku ya Sabato. Walikuwa wanaenda kusali. Na walikuwa wanaelekea pale katika hilo hekalu mahali Mungu anapatikana. Sema amen. Na katika ile hekalu ni kana kwamba kulikuwa na milango mingi sana. Lakini maandiko yanasema pia tunapoelezewa mambo ya Petero, tunarudi tunaelezewa mambo ya mtu mmoja ambaye alikuwa kiwete. Alikuwa naye anabebwa na watu wao, wanampeleka katika mlango mzuri. Amen. Wakisema mlango mzuri ni yule unapitanga VIP. Ni yule unapitanga waheshimiwa. Ni yule unapita wachungaji. Ni yule unapita wazee wa kanisa. Ndiye apewe fedha. Ni haya ikuwa wapone? Hapana. Kwa sababu hata hajaingishwa hekaluni. Hata masaa ya kusali hajaingishwa ndani. Kwa sababu wangesema hata yeye alipelekwa hekaluni kusali. Kwa hivyo yeye hakuwa anaenda kusali. Alikuwa anaenda kuomba pesa. Na watu wao walizoea kumbeba na kumweka katika mlango mzuri. Mahali kunapitia wale watu ambao wako na pesa. Mimi naona hapa ni kana kwamba watu walijitajirisha. Walipata pesa na uke wete. Wakajenga manyumba na uke wete. Wakanunua magari na uke wete. Wanambeba kila siku, wanampeleka, wanamrudisha. Anashinda kwa njua, pesa ikiwa mingi wanakujia, wanaenda nazo. Kwa sababu kiwete angeweza kujitetea. Lakini hiyo siku Mungu alikuwa amempangia mambo zingine tofauti. Hallelujah. Amen. Wenye kumbeba walimbeba kama kawaida. Wenye walizoea. Ndio hata maandiko imesema naye kulikuwa na mtu mmoja aliishi na uwete tangu kusaliwa kwake. Kwa hivyo inaweza kuwa hata hakuwa amesoma. Bora tu apate chakula ya tumbo. Imetosha. Apikiwe chakula ashibe, imetosha. Ile nguo atavalishwa, imetosha. Kwa hivyo watu mimbi wangetamani apone kwa sababu walikuwa wanatafuta pesa na huyu mtu. Lakini maandiko inasema siku moja alasiri. Alasiri. Ulitokea watu sio wa kawaida.
Sema amen. Amen. Kulitokea watu si wa kawaida. Oh, yes. Watu wawili. Ndio. Katika hiyo hekalu lilitembelewa na watu wengi. Ndio. Lakini hiyo siku kulitokea watu wawili. Yes. Watu ambao sio wa kawaida. Amen. Walikuwa wanaelekea kusali. Ndio. Yule kiwete kuwaona akawakondolea macho. Yes. Akitarajia apewe pesa. Hey. Hey. Hallelujah. 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 Sema amen. Amen. Labda alizoea kupewa maelfu Ndio. kwa hiyo mlango. Kweli. Ndio. Ile ingine labda alikuwa anapewa shilingi 10 na mbao. Ndio. Sasa wakamseti mahali atakuwa wanapata pesa mingi. Ndio. Sasa alipoona Petero na Yohana, Yes. akatarajia leo nimepata kitu mnono. Kweli. Kitu? No. Tusomee hapo. Aha. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Sikia. Ati tangu kusaliwa mchungaji. Yes. Ndio. Hata kwanza wacha kusaliwa. Ndio. Akiwa kwa mimba alikuwa kiwete. Yeah. Biblia imesema tangu tumboni, Mama yake. si tangu kusaliwa. Hebu kweli. soma hapo tena. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake. Toka tumboni mwa mama yake. Kwa hivyo ulemavu ulianza akiwa ndani ya tumbo. Kweli. Kwa sababu ingesema tangu utotoni. Kweli. Lakini kutoka kwa tumbo akisaliwa alikuwa kiwete. Kwa hivyo hii roho ilimuandama akiwa na mimba. Ndio. Akasaliwa akiwa kiwete. Yes. Akalelewa akiwa kiwete. Ndio. Akakuwa akiwa kiwete. Yes. Kwa hivyo alizoea hayo maisha kuishi akiwa kiwete. Ndio. Kweli. Ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Yaani kuna watu walikuwa wanambeba Ndio. na wampeleki ndani ya kanisa aombe. Kweli. Lakini walikuwa wanamuweka kwa mlango. Yes. Na hata si milango yote. Ni ile mlango inaitwa Mzuri. Mlango uitwao Mzuri. Mzuri. Unajua kuna mahali unaweza enda. Mlango uko na uzito. Hata wale wako na wallet hapo siko na uzito. Hakuna hata 500 ndani. Ikiwa na pesa kidogo ni 1000. Tumeenda mahali na mtu mmoja tukapatana na mtu akatuomba pesa. Ndio. Nikampatia 200. Huyo mtu akafungua wallet akaniambia nipe 200 nimpatie. Nikampatia akaniambia unajua mimi wallet yangu sibebangi hata 500. Bwana asiye sana. Amen. Sasa akawekwa mlango Mzuri. Ndio. Ile inapita watu wazuri. Yes. Na watu wako na uzito. Ndio. Ndio haombe pesa. Kweli. Hakupelekwa asali. Hapana. Hakupelekwa atafute Mungu. Alipelekwa pale aombe pesa. Kweli. Kiwete hakuwa na makosa. Ndio. Juu alizaliwa akiwa kiwete tangu tumboni mwa Mama yake. Kwa hivyo yeye hakuwa na makosa. Alilelewa hiyo maisha na akazoea hiyo. Ndio. Na akazoea hiyo. Ndio. Ukienda upate yule mtoto alizaliwa akapata watu wanakaa uchi. Yes. Na hata akaendelea kukaa uchi. Ndio. Hata akikuja Nairobi atembee uchi. Yes. Ninyi mnaweza mcheka lakini yeye anaweza ona ni kawaida. Ni kawaida. Ndio alizoea hiyo maisha. Kweli. Sasa alikuwa amezoea hiyo maisha. Ndio. Maandiko yanasema mlango Mzuri. Ndio. Mlango ambao uko na uzito. Yes. Na ujumbe wangu wewe ambaye unanitazama leo. Ndio. Katika ile hali ya uwete wote. Yes. Umeishi. Ndio. Haijalishi ulizaliwa na hiyo hali. Ndio. Haijalishi ilikupata katikati. Yes. Lakini uwete wowote. Wote. Mungu atakuondolea leo. Amen. Kama utaamini Mungu atakuondolea leo. Amen. Kama utaamini penye uko shout ambie amen. Amen. Kwa sababu Jehova atakuondolea leo. Yes. Yule mtu akawekwa pale. Ndio. Aombe pesa. Yes. Hawezi tembea. Ndio. Hawezi fanya chochote. Ndio.
naye Paulo, Petero na Yohana ndio walikuwa wanaelekea hekaluni. ndio Wakampata Mstari wa 3, mtu huyo akiwaona Petro na Yohane wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro aliishi maisha, mchungaji pole ndio hapo, aliishi maisha ya kuomba sadaka. yes Juu hata hapo umesikia aliwekwa mlango mzuri ndio aweze kuomba sadaka. kweli. Kwa hivyo hata alipoona Petero na Yohana yes na akaona wamefunga tai ndio na ndio wanakuja kuhubiri hiyo siku, yes aliwatasamia ndio apewe sadaka. Aha. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Hebu angalia hapa sasa, hawa ni watumishi wa Mungu. Ndio. Unajua kwa nini walimkazia macho? Yes. Waligundua hali ya huyo mtu. Ndio. Kuna watu wameishi kutajirika juu yake. Ndio. Katika hali ya kiroho wakaona hizo pesa. Yes. Kuna mahali zinaenda. Ndio. Katika hali ya kiroho akajua hata zimekujiwa raundi 3. Ndio. Unajua kuna mtu mwingine anakuanga karibu na kiwete hapo, kama hujaijua anasungukanga hivi. Ndio. Mwingine sasa. Wewe umeipata noti hapo? Hakuna. 1000, labda 50. Watu wanatoanga. Lakini sasa ile tu unatoa, ndio anapita anachukua. Anaweka. Anapita anachukua anaweka. Anapita anachukua anaweka. Sasa Petero yes wakiwa na Yohana ndio kuangalia yes katika hali ya kiroho, ndio Petero akafunuliwa ya kwamba yes walitumia ulemavu ya huyu mtu yes ndio wapate mali na huyu mtu. Ndio ukweli. Na alipogundua yes akaambia ule kiwete, ndio tutazame sisi. yes haleluya. Tutazame sisi. Yes. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Akawatazama. Ndio. Na wakati aliwatazama, yes alikuwa anatarajia apate kitu mzuri. Ndio. Kwanza aliona hao wamenitambua. Yes. Hata wakaniambia tutazame. Ndio. Hao wako na fedha mzuri. Ndio. Hao wako na mambo mazuri. Yes. Kwa hivyo yeye mwenyewe akawaambia, akawatazama. Yes. Wakati Petro aliwaambia tutazame sisi. Naye akawatazama akitarajia apewe kitu. Nashukuru Jehova siku ya leo. Usitegemee mwanadamu, weka tumaini lako kwa Jehova. Usitegemee watu, tegemea Jehova leo. Kwa sababu katika hiyo hali uko, Jehova atakuondoa. Katika hiyo uwete wa magonjwa, uwete umasikini, uwete wa kudharauliwa, Jehova atakuondolea. Amen. Amen. Naondoka leo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Akawakondolea, akamkodolea macho. Ndio. Na akawaambia. Yes. Wakamwambia. Ndio. Tutazame sisi hapa. Yes. Na akakondoa macho. Ndio. Rundia hapo. Hallelujah. Mstari wa 4. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini kile nilicho nacho ndicho nitakupatia. Petro wakaambia yule kiwete tutazame. Ndio. Tutazame, tuangalie. Naye kiwete akawatazama na akakondoa macho vizuri. Ndio aone noti zinatoka kiasi gani. Walifikiria anataka kupewa ndio anjiwekee juu ni mingi, asiweke hapa ibiwe. Juu Biblia imesema aliwatazama akitarajia kupewa pesa. Hallelujah. Amen.
Amen. Hakutaka msaada mwingine, ni pesa tu. Wakati alimtazama, aliishi hivyo. Ndio. Walimtumia hivyo. Ndio. Tangu kusaliwa. Yes. Tangu kulelewa. Ndio. Maisha yote. Yes. Alizoea kuomba pesa. Kweli. Hata hakufundishwa kwenda kanisa. Hapana. Alifundishwa kuweko kwa mlango ya kanisa. Ndio. Alifundishwa kuomba sandaka. Yes. Kabla utoe sandaka kanisani, Ndio. unamtolea sandaka kwanza. Ndio. Yes. Ulikuwa unatangulia hapo kabla uingie kanisa. Kwa kanisa. Na alikuwa anapelekwa mapema. Ndio. Unajua watumishi wa Mungu ndio ufike kanisani mapema. Ndio. Na sasa Petero walimkuta hapo. Yes. Kwa hivyo alikuwa anapelekwa mapema. Haleluya. Hallelujah. Petero akaambia yule kiwete, Ndio. tutazame sisi. Yes. Akawatazama. Ndio. Akakondoa macho. Kweli. Akitarajia. Ndio. Kupewa sadaka. Yes. Na sio sadaka tu. Hapana. Kitu mnono. Kitu mnono. Sema amen. Amen. Mimi sina fedha. Petro akamwambia, vile unaniona hapa, Yes. hata kama niko na chuti na tai, Ndio. na nimenona, niko na kitambi, Yes. na nimepaki ngari pale V8, Yes. pesa sina. Ndio. Wala dhahabu. Hata dhahabu sina kukupea. Naona kiwete. Yes. Alisikia hivyo. Na akaona bila amefanyishwa kazi ya kuwatazama. Akasikia vibaya sana. Unajua kuna ile mtu anafanya upea attention kwake. Ndio. Na arundi ya kudisappoint. Yes. Akasikia vibaya sana. Wala sisi hatuna fedha. Yes. Sinda kabisa. Ndio. Umeniita mheshimiwa lakini sina. Na hata dhahabu sina. Ndio. Lakini kile nilicho nacho ndicho nitakupatia. Ndio nitakupatia siku ya leo. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama uende. Rudia hapo tena mchungaji. Mimi sina fedha wala dhahabu, lakini kile nilicho nacho ndicho nitakupatia. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama uende. Petro akamwambia, sina fedha. Ndio. Dhahabu sina. Yes. Nilicho nacho ndio nitakupatia. Yes. Mimi alitarajia ni nguo. Yes. Mimi alitarajia ni kitu ingine kama saa. Yes. Labda simu. Ndio. Kwa sababu alimwambia mimi sina fedha. Yes. Na sina dhahabu. Lakini unajua alikuwa na vitu mingi sana kwa mfuko. Hata Taito Ndindi mimi angemwambia wacha nikupe nini? Ndio. Shamba ya kuishi ama nyumba. Yes. Akawa na matarajio bado kwa sababu amemwambia nilicho nacho ndio nitakupatia. Ndio. Sema amen. Amen. Akarundi akatamuka akasema, yes, kwa jina la Yesu wa Nazareti, yes, simama na uende. Amen. Simama na uende. Hallelujah. Simama na uende. Hey. Na wewe nakuambia leo, yes, katika ile uwete umekuwa, yes, uwete wa umasikini, ndio, uwete wa kukosa kazi, yes, uwete wa kudharauliwa, ndio, uwete wa roho ya rejection, yes, uwete wa mashinda, ndio, uwete wa kurogwa, yes, tangu totoni, yes, hakuna mema injaisalika, ndio, unaishi na usuni, yes, na kilio na mahangaiko, yes, Jehova, yes, yuko hapa siku ya leo, yes, kwa jina la Yesu, yes, simama na utembee, simama, yes, toka katika hiyo uwete, ndio, simama, yes, na utembee, hallelujah, hallelujah, hey, amen. Watu waliishi kupea kiwete pesa, ndio, lakini alibaki akiwa kiwete, lakini kile alipewa hiyo siku, yes, ilikuwa kitu special. Wow. Hata wewe siku ya leo, amen, hata wewe siku ya leo, amen, umeachanishwa na mtu, yes, umeachanishwa na watu, yes, hata waliokuleta Nairobi, ndio, wamekutoroka, ndio, wale ulitarajia watu wenu, yes, wakutafutie kazi, ndio, wamekuepa, yes, wengine wamekusimia simu, ndio, usijali, wewe ambao uko hospitalini, ndio,
Ndio. Umeachanishwa. Ndio. Unashindwa itakuwaje? Yes. Kama saizi hospitali imegoma. Ndio. Na una pesa. Yes. Unashindwa. Yes. Hii magonjwa. Ndio. Itakuwaje? Aje. Kile nasema leo. Kwa jina la Yesu. Yes. Simama. Simama. Kwa jina la Yesu. Yes. Simama. Simama. Toka hapo chini. Yes. Mahali ya kusaidiwa. Ndio. Mahali ya kubebwa. Toka hapo. Yes. Simama. Simama. Hallelujah. Hey. Kitu special. Kuna watu wameishi Ndio. kubebwa Ndio. kama vile ukiwete. Yes. Aliishi kubebwa. Kweli? Alibebwa kila siku. Ndio. Akipelekwa pale hekaluni. Kweli? Alibebwa kila siku. Ndio. Akipelekwa kuomba pesa. Yes. Anjawahi jipeleka na miguu yake. Kweli? Lakini hiyo siku Yes. alikutana na Jehova. Amen. Kupitia watumishi wa Mungu. Ndio. Wakasema simama. Hallelujah. Na uende. Hallelujah. Na mimi nasema leo. Katika ile shinda uko nayo. Merciful. Katika yale unapitia. Yes. Ndoa yako ilivunjika. Ndio. Leo Mungu anasema. Leo. Simama. Yes. Na uende. Hallelujah. Simama. Yes. Na uende. Ndio. Hallelujah. Hey. Simama na uende. Ndio. Nimefurahishwa mchungaji. More than special. Ndio. Pesa Yes. zilikuweko. Kweli? Na aliishi kupewa. Kabisa. Kwanza yeye aliwekwa mlango mzuri. Na hakusuiliwa kuwekwa hapo. Ndio. Kwa hivyo watu walimzoea. Walimzoea. Kweli? Hata mwenye kusanya pesa. Yes. Hakuwa mbali. Ndio. Alikaribia. Kweli? Aone atachotewa ngapi? Yes. Akuja achukue. Ndio. Kwanza akaona wamekaa hapa sana. Yes. Na wamevaa chuti na tai. Yes. Wamevaa kola. Yes. Wametoa kitu mzuri. Ndio. Sema amen. Amen. Lakini Petro akamwambia, Ndio. fedha sina, Yes. dhahabu sina, Yes. nilicho nacho Ndio. nitakupea. Ndio. Hata wewe siku ya leo Yes. umetafuta ukakosa. Ndio. Right. Yes. Left na left. Yes. Nyuma na mbele. Yes. Umekosa. Ndio. Siku ya leo. Jehova anasema, Yes. Simama. Simama. Na uende. Na uende. Na kuambia leo. Kwa jina la Yesu. Yes. Simama. Simama. Na uende. Na uende. Hey. Ndio. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Petro? Yes. Waliishi na Yesu. Ndio. Walitembea na Yesu. Yes. Kama kuna mtu alikuwa hata na maudhaifu mingi sana, Ndio. ni Petro. Yes. Juu kila kitu Yesu akiongea, Ndio. mwenye namba 1 kuruka kuongea ni Petro. Ndio. Bwana asiwe sana. Amen. Lakini nampenda kwa sababu hata kabla aokoke, Yes. Yesu alipompata hata hakuwa anajuana. Ndio. Alimuitisha mashua akampatia. Kweli. Na Yesu akaitumia. Ndio. Na akamchagua. Yes. Na akamwambia kuanzia leo utavua samaki tena. Ndio. Utakuwa mvuvi wa watu. Yes. Na hapo ndio kanisa ya kwanza ilianza. Ndio. Wachungaji, hiyo ndio kanisa ya kwanza. Yes. The first church. Hapo. Hiyo ndio ya kwanza kuhubiria watu. Yes. Kupitia hiyo kiwete. Yes. Wakaokoka. Yes. Wakamwamini Kristo. Yes. Kanisa ya kwanza ilianza hapo. Na Yesu alikuwa ameambia Petero, Yes. wewe ni mwamba. Yes. Na juu yako Ndio. nitalijenga kanisa. Yes. Kanisa ya Hallelujah. kwanza ilianza hapo. Hallelujah. Akamwambia simama. Akamwambia simama na uende. Unajua mchungaji, nimependezwa hapo kwa sababu huyu umesema kitu imefanya nitafakari ya kwamba huyu brother ama huyu ndugu alikuwa na uwete kutoka tumbo ya mama yake. Kwa hivyo ni kumaanisha hii ni shida ambayo alizaliwa nayo. Ni shida ambayo imekaa na huyu mtu, imemshika miaka yote. Na alikuwa ni mtu ambaye amekomaa. Kwa hivyo sasa mchungaji, najaribu kufikiria kwamba shida ambayo mtazamaji, msikilizaji ama sisi tulio hapa, umeishi na shida fulani. Shida ambayo ilikuanzia hata kabla ujijue. Lakini hiyo siku watumishi wa Mungu ambao hawakukuwa ni watu wa kawaida, wakakuja na wakamwambia kwamba mimi sina hicho ambacho unatarajia, lakini kile ambacho niko nacho nitakupatia. Na huyo ambaye walimpatia ama walitamka jina lake, alimaliza shida ya miaka yake yote. Shida ya miaka ilimalizwa hapo hapo.
uwete alizaliwa nayo. Alimaliziwa na hiyo siku moja. Hapo. Hiyo yani hata kama ilikuwa ni laana, ama ilikuwa sijui ni kurogo ama sijui ni nini. Lakini hiyo shida mchungaji, ya hiyo muda yote ilimalizwa na siku moja. Na seconds. Hata siku ni hilo neno litatamkwa tu kabisa. Seconds. Yes. Hallelujah. Hiyo ndio imenifurahisha. Hata mimi imenijenga sana. Ndio. Na sioni mtu kama alikuwa na makosa. Kwa sababu hii shinda ilimuanza kwa tumbo. Hata kabla anjijue. Hata sijaipata mwingine imesemekana alianza na shinda akiwa kwa tumbo. Wengi inasemekananga waliloa wakisaliwa. Wakati watu wamekuja kuona watoto wakawaharibu. Ama mtoto aliangushwa. Lakini Biblia inasema tangu tumboni ya mama yake alikuwa kiwete. Kwa hivyo ni kumaanisha hata katika ile mechanism ya kutengeneza mtoto uwete ilikuwa ishaingia. Ni kweli. Pia huyu mzee mchungaji, shida haikuwa pesa. Ukiangalia vile neno linaongea vizuri hapo, shida haikuwa pesa. Na inaweza kuwa hii pesa ni hawa watu walikuwa wanasukuma huyu jamaa ndio akuje ndio wajitajirishe na yeye. Shida haikuwa hiyo. Haikuwa pesa. Hiyo walimsukumia pesa, haikuwa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hao watumishi wa Mungu, Mungu alikuwa amewapatia uwezo wa kila aina. Hata hizo pesa walikuwa na uwezo wa kumwambia wewe mtu kuanzia leo utajirike na utajirike. Lakini shida haikuwa hapo kwa utajiri. Shida ilikuwa ya uwete. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji, shida tu si mali ya dunia hii. Shida sio hiyo pengine unafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hakuna kitu kizuri kama uzima wa mwili. Ambacho huu mtu tangu tumboni mwa mama yake aliishi na hiyo shida. Hiyo ndio ilikuwa shida ya huyu jamaa. Na hawa watu ambao walikuwa wanakula hii pesa, sijui kama walijua shida ya huyu mtu. Waliona tu uwete wakafikiri huyu mtu anataka pesa. Lakini nafurahia watumishi wa Mungu kupitia Roho wa Mungu walijua shida ya huyu mtu ni uzima wa mwili. Na wakati walisema aupokee, huyu mtu hatujamsoma tena kwa Biblia ati akiyumba ama akiombaomba. Vile alipona hapo, uwete ukaisha, hata utajiri ulifuata huyu jamaa. Kweli kabisa. Amen. Ni kweli mchungaji. Shinda haikuwa pesa. Hapana. Hallelujah. Wale walikuwa na shinda pesa ni wale walimtumia. Kweli. Unajua kuna mtu hata unaweza pata yeye ako na nyota, lakini kuna watu waliiba hiyo nyota, wanamtumianga kujitajirisha, lakini yeye ana utajiri kwa sababu amebandikwa uwete fulani. Kupitia yeye wanapata pesa. Unafanyia wengine kazi, wanatajirika, unalala njaa. Unafanyia wengine kazi, wanatajirika, wewe unalala umefungiwa nyumba. Na hawataki kujali. Hata wale watu hakujali. Kwa sababu kama ule mama alikuwa ametokwa na damu, tuliambiwa alikuwa ameenda hospitali, akaenda kwa waganga, akaenda kila mahali, akatumia mali yake yote. Sasa huyu hakuna mahali inasemekana alisugulikiwa. Hakuna mahali wamesema alipozaliwa alipelekwa hospitali ikashindikana. Hapana. Hata kwa maombi ikashindikana. Hakuna mahali alisugulikiwa. Inasemekana kuna watu hata ijulikani kama ni wazazi. Hata sioni kama ni wazazi. Ni kama watu walichukua kiwete. Wakaambia mama wacha tukakulelee. Lakini wakaenda kama wale nasikianga wanatoka nchi jirani. Wanakuja kuomba hapa Nairobi. Wanakuja kuomba. Wanaleta kuingi. Kwa sababu isemi familia. Ama inasemaje hapo juu? Inasema kuna watu. Hapo mstari wa pili. Hawakuwa wanachoka na huyu mtu. Ni kile walikuwa wanapata. Haungechoka. Kama hawakuwa wanapata kitu Reverend. Hawa watu wangetupanisha huyu mtu kitambo sana. Kitambo. Kwa sababu huyu mtu hana msaada yote. Lakini kwa sababu ya kile walikuwa wanapata, hawa watu hawakuchoka. Kabisa. Na huyu mtu tangu azaliwe wameishi kumbeba. Na sasa ni mzee, ni mkongwe. Hata Biblia imesema walimbeba kila siku. Na hawakuchoka. Walimkulia sana. Hapo mstari wa pili, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake alichukuliwa na watu.
alikuwa anachukuliwa na watu. Sasa hawaeleweki. Ndio. Kama ni jamii wangesema wazazi. Kama ndugu zake. Yes. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa alikuwa amehamishwa hata si hapo alizaliwa. Ndio. Kuna siku moja niliona Biweto walishikwa Nairobi na Kanju. Yes. Wengine wakapatikana hata si wa Kenya. Ndio. Watu wanaenda wanarogota Biwete, wanapiga nao biashara. Ndio. Na pale wanalala hata ni lasinduni. Ndio. Hawapewi maisha mazuri. Yes. Kwa hivyo hata huyu mtu Yes. inaweza kuwa ni biashara. Ndio. Na hata hawa watu hawakuwa mbali. Yes. Hawakuwa mbali. Hapana. Hawakuwa mbali. Walikuwa tu hapo. Walikuwa wametegea. Yes. Hata waone ni nini Petro atatoa. Ndio. Lakini akasema nilicho nacho ndio nakupatia leo. Hata wewe unatutazama leo. Yes. Katika Mwangaza TV. Ndio. Katika YouTube. Yes. Katika Facebook. Yes. Katika Keheo. Yes. Popote pale kwa redio. Yes. Popote pale unasikiza. Yes. Kuanzia leo. Wachana na hao watu unategemea. Ndio. Waweke kando sasa. Waweke kando sasa. Yes. Kuna mtu mmoja ni mwanaume wa wanaume. Yes. Yeye ashidangwi. Hapana. Ni mganga wa waganga. Yes. Yeye alemewi na kitu. Sema. Woo! Hallelujah. Reverend. Hakuna mahali hakuna broker. Hao watu walibroka huyu jamaa sana. Walimkulia sana. Sana. Hakuna mahali hakuna broker. Na alikuwa mtu mzima tangu utotoni. Unafikiria utotoni pesa ngapi? Ni kweli. Mpaka watu wachoki. Wamemkulia sana. Pesa mingi sana. Mingi. Hata labda alikuwa anatembelea V8. Mingi. Na manyumba sana. Na unajua kitu moja? Wakati huyu jamaa alipona, hawakufurahia. Walikasirika. Si duka imefungwa. Walikasirika sana. Walikasirika sana. Kweli. Hawakufurahia. Hivyo ni kumaanisha kuna watu wako mahali na hawawezi wakafurahia baraka yako. Kweli. Kuna viri kwako, kuna watu hawawezi wakafurahia. Ndio. Kubarikiwa kwako, kuna watu hawawezi wakafurahia. Kuna kitu ambacho Mungu anaweza kupea. Mtu ambaye ulikuwa unaona ako karibu sana na wewe, akutenge na akuache kwa sababu kile alikuwa anapata kwako sasa akipokei. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wanajifanya marafiki sana kwa sababu uko na shida fulani. Kuna watu wanajifanya wako karibu na wewe sana kwa sababu kuna kile wanapata. Wakati Mungu ataingilia kati na aweze kusuluhisha hiyo shida, hao marafiki wanajifanya marafiki na kuambia mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hao watu hautawapata tena. Mimi najua vizuri wakati huu jamaa aliweza kutembea na miguu yake hivi, wale watu ambao walikuwa wanamsaidia kumbeba, hao watu walipotea na wakaenda na wakachukizwa na hilo jambo sana. Kweli kabisa. Na wakasema hata hiyo kanisa hawataingia tena. Hata hawakuwa wanaenda kanisa. Hatakuwa anaingia. Hata hiyo mlango angekaribia. Labda walienda kutafuta viwete wengine. Unajua ukizoea kazi fulani. Ndio. Ukizoea kufanya umbroka. Hata kanisani utafanya umbroka. Utafanya. Hapa iwe walianza kumbroka viwete. Si mnaona ule alipona? Si ule alitembea. Toa milioni 10 tukupeleke kwa ule. Tukupeleke. Hata ni sisi tuliwaleta. Ni sisi. Na sisi ndio tunaongeanga nao wachungaji. Anasema ni wao alileta Petro na Yohana. Mambroka wanakuanga hivyo. Si ndio? Na wanasema wao ndio waliongea kwa niaba yake. Kama sio wao hangepona. Na kama hatungempeleka hapo angepokea uponyaji. Unajua kuna mambroka hata wa kiroho mchungaji. Ni kweli. Mmeipatana na watu kama hao. Ni kweli kabisa. Wako. Wakati mmoja nilimnuanga shamba kitambo. Nusu milioni. Ndio. Kwa eka 2 na kitu. Shamba hazikuwa na pesa mingi. Ndio. Sasa nikawa nauza shamba. Nikaambiwa unajua mambroka ndio wanauza na niko Nairobi. Nikaambiwa huku ule mtu tunapata na 600. Anjo nilikuwa na kitu nataka kufanya. Na nataka kufanya na hii. Nikaambiwa haiwezi pita hapo. Haiwezi. Utachukua hiyo na utulipe na sisi bado tuko kazi. Nikawaambia acha nifikirie. Sasa hivyo umesema. Na wakaniambia unajua utatununulia chai. Ndio. Tuko kazi pande yako. So nikawaambia kulingana na hiyo hali. Naona sitaweza. Lakini tukasukumana nikawaambia nitawapatia
50. Yes. Wakakubali. Ndio. Sasa nikaambiwa umekubali? Ndio. Kuja siku fulani. Nilipoenda nikaitwa kando. Nikaambiwa sasa, Yes. sio sisi, kuna mwingine alikuja na umununu. Kumbe amemuuzia milioni mo. Kwa hivyo yako utachukua yako. Unajua sasa yule mtu aliinsist ataweka pesa yote kwa akaunti yangu. Yule anauzia. Yeah. Hapo ndio kiliumana. Sasa Yes. mtu mmoja akaniambia muachane naye juu umejuana na mwenyewe baadaye. Mwingine akaniambia juu watu wa nyumbani wanaweza kuua broker ni wabaya. Sasa na hiyo libindi nikubali. Nikamwambia wewe si ulikubali. Hata ukitoka Nairobi si ulikuwa umekubali. Yes. Chukua ile hiyo yako. Sasa unanunua shamba unauza nusu yote inaenda na broker. Kazi ya broker si kidogo. Si kidogo. Na si rahisi. Anaweza hata kuuza kama umesimama pale. Akupigie bei na uishe. Kwa hivyo hata huyu jamaa ni kama walikuwa washapiga bei. Pesa kila siku na kila mahesabu. Kila siku. Hata hiyo siku walikuwa wamecount. Leo kwanza ni Sunday. Ndio. Watu wanakuanga wameokoka sana Sunday. Yes. Sunday. Ndio. Hata kama ni roho kupeana uko nayo Sunday. Roho kunyenyekea ni Sunday. Kwa hivyo hata kiwete akikuomba Sunday uweze ukampita. Ndio. Na ndio naona Reverend. Hao watu walikuwa wajanja. Huyu mtu anamleta katika huu mlango. Watu wakiingia. Ule mlango mzuri. Mlango mzuri. Watu wakiingia. Kwa hivyo kabla watu hawajamtolea Mungu walikuwa kwanza wanatolea huyu jamaa. Wanampatia sadaka sadaka. Ni sadaka. Kabla Mungu apate ile yake kanisani. Hawa mabroka walikuwa washashughulika na yao imeingia tayari. Hata ule ajui maandiko vizuri, unaweza pata alikuwa anasema wacha nimpatie hata hii fungu la 10. Si ndio? Anampatia sana anakosa kupatia Mungu fungu la 10. Wanaanza hapo wanasema wacha huyu kwanza ashughulikiwe kabla tuingie wapi? Ndani. Tuingie hapa ndani. Na wale wamemweka hapo labda usiku ataenda kwa mbaa. Si ndio? Kunjivinja. Si ndio? Kunjivinja. Sinaona hata waingii kwa kanisa. Hawaingii? Hata hawana shughuli. Kama unaona hawaingii kwa kanisa sikumaanisha wako na mambo yao. Hata hawajai muingisha. Juu Biblia inasema mara mingi hata Yesu alikutwa na viwete kwa kanisa ndani. Hawajai muingisha ombewe. Ndio. Na hata hiyo siku walijua wako na wainjilisti. Ndio. Kutoka mbali. Akina Petero na Yohana. Hata wangesema acha tumuingishe hao wageni, labda wanaweza fanya nini? Wanaweza muombea. Tena walijua watu walitembea na Yesu. Wako na ile upako wangemuombea. Lakini kiwete alizoea. Vile alizoeshwa. Akaekelea mkono. Lakini akaambiwa fedha na dhahabu hatuna. Kuna mtu amefanya biashara na maisha yako. Ndio. Tangu kusaliwa kwake. Ile hali unapitia si ya kawaida. Labda ni mtu anafanya upitie hiyo maisha. Lakini siku ya leo katika jina la Yesu usimama na uende. Haijalishi huyu kiwete alirogwa. Akiwa kwa tumbo ya mama yake. Mtu akamwambia hiyo mimba utazaa. Hata ukizaa mtoto hatatembea. Hatuambii kuliendaje. Lakini haijalishi. Aliharibiwa kwa tumbo. Lakini aliposaliwa akaendelea kukua. Akawa mtu mzima. Haijalishi. Alichukua miaka mingi. Lakini hiyo siku alisimama na akatembea. Hata wewe leo simama na utembee. Mstari wa 7. Ndio. Akamshika mkono wa kuume. Akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu vyake vikatiwa nguvu. Ndio. Kuja hapa kibio. Keti hapa. Hallelujah. Nataka kudemonstrate. Yes. Ndio. Wale watu wameangalia pale. Yes. Hawa watu wanaongea na yeye. Hawasimamangi karibu. Kwa mbali. Ndio ukiweka pesa mzuri. Ndio. Wafanye nini? Wakuja wachukue. Sasa wanaangalia pale. Ndio. Atapewa pesa ngapi? Ndio. Kiwete ameketi. Kwanza mimi alikuwa amelala. Wakati aliambiwa tutasame, unajua lazima uketi na uwatasame. Ndio. Hata maandiko inasema Petero akamwambia hiyo pesa umeomba sina. Ndio. Hata dhahabu sina.
lakini nilicho nacho ndio nitakupatia. Amina. Walifikiria kile mtu ako naye labda ni cha maana sana. Anaweza kuwa kubeba pesa kwa mfuko, kwa wallet, lakini anaweza nipea title deed kwa nyumba. Niende niishi. Kwa sababu alimpromise nilicho nacho nitakupatia. Maandikiwe check. Akamwambia simama na uende. Akaona huyu jamaa ana imani juu hata hajui mambo ya Mungu. Kitu kwanza alimwambia simama uende. Hata kama Biblia isemi hakusimama. Hapana. Ya kwanza alimwambia simama uende. Petero katika macho ya kiroho akaona ingine inahitaji mkono. Iongezewe nini? Akamshika mkono. Akasema katika jina la Yesu na kuamrisha usimame. Na kuamrisha usimame. Yule kiwete akasimama. Akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake na jointi zote za miguu vikatiwa nguvu. Sasa alikuwa anatetemeka hivi. Ikutetemeka ikaisha vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi. Kiwete sasa. Kiwete akaondoka upesi. Kwa sababu gani? Unajua nini? Ndio. Alikuja kujua wale watu. Hapa broka kumtakia mazuri. Hata pesa hakutaka zile aliomba. Hata hakutaka kuangalia. Hata wale watu hakutaka kuwaona. Akaondoka upesi. Bio. Akaondoka upesi akasimama. Akaanza kwenda akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Hajawahi ingia kwa hiyo hekalu tena. Hapana. Lakini aliondoka upesi. Na akaingia pamoja na akaingia kwa hekalu. Hata walienda wametembea. Kwa sababu Biblia inasema waliingia pamoja kwa hekalu. Mambroka walibaki. Wale watu waliishi kumshika mkono, kumpeleka pale haombe ndio watajirike na yeye. Walibaki. Hata yeye siku ya leo. Wale wameishi kukutumia vibaya. Watabaki siku ya leo. Wataachwa kwenye wako. Utatembea na Yesu. Simama katika hiyo uwete wako. Wachana na hiyo uwete. Simama uende. Hallelujah. Pate nguvu. Huyu Yesu ananifurahisha sana. Ndio. Kwa sababu gani? Ndio. Yeye hakuna kitu inamshinda. Kweli? Na ndio Petro aliamini yote inawezekana. Hata kama huyo alirowa, huyu ndio mganga wa waganga. Ndio. Hata kama alishinda madaktari, huyu ndio daktari wa madaktari. Huyu. Merciful God. Anaweza yote. Sema amen. Amen. Unajua kitu moja? Watu hawajui ukikutana na Mungu maisha yako ibakingi ikiwa kawaida. Ndio. Ukiwete maisha yake ikiwa kawaida. Ilibadilika hapo. Hapo. Musa alipokutana na Mungu. Ndio. Katika ule mulima. Ndio. Akaona kichaka kinaungua. Akasema nitageuka. Ndio. Nitazame vizuri. Ndio. Nione kwa nini kinaungua na akiteketei. Kinaungua lakini akiteketei. Alipogeuka tu Mungu akamwambia vua viatu zako. Watu wanafikiria hizi viatu za kawaida. Hapana. Ndio. Musa alilelewa kwa Farao. Farao alikuwa mganga. Washauri wake walikuwa waganga. Hata uone Musa alipoenda na fimbo. Hata yeye aliita waganga wake na fimbo. Ndio. Kwa hivyo Mungu alimwambia hiyo kiatu ulitoka nayo kwa Farao. Sikutumii ukiwa nayo. Hapana. Lazima uvue hiyo kiatu. Lazima utoe hiyo kiatu. Ndio maana aliporudi kwa Farao. Farao alifikiria ni ule Musa. Lakini alikuwa transformed Musa. Amen. Amen. Alikuwa Musa amebadilishwa. Ndio. Hakuwa muaji tena. Ndio. Na Farao alipojaribu kumtisha, aliweka fimbo chini. Ndio. Katoka nyoka. Naye Farao akaita wachawi wake. Ndio. Ukiona anawaita aliishi nao. Kweli. Na ndio Musa alilelewa pale tangu aache kunyonya. Familia yake ikigango, hata Musa anagangwa wapi? Hapo. Lakini pale alivua hiyo kiatu. Ndio. Alienda akiwa Musa mwingine. Kabisa. Na ndio maana unaona huyu kiwete. Ndio. Alipoingia na akina Petro hekaluni. Pastor tusomee nini kilitendeka? Akaondoka upesi akasimama.
akaanza kwenda akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Ndio. Akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Sasa Petro wao wanaenda. Ndio. Sinaona wanatembea na yeye. Ndio. Yeye alikuwa wakitembea kawaida, yeye anarukaruka. Alikuwa anarukaruka. Yes. Anarukaruka ndio watu waone. Hata si ati ni kubebwa na pepo. Akirukaruka na akitukuza Mungu wa Petro. Kwa sababu aliambiwa nilicho nacho ndio utapokea leo. Kwa jina la Yesu tembea. Kwa hivyo hata wewe leo katika hiyo hali huko, Jehova anakuondoa. Anakupeleka hali nyingine. Utarukaruka. Utatukuza Jehova. Yale umepangiwa. Haitafaulu. Haitafaulu. Sasa watu wote wakamuona akienda. Watu wote wale walikuwa nje ya hekalu. Yes. Wale walikuwa ndani ya kanisa. Yes. Wakaona akitembea akimsifu Mungu. Wakamtambua akisema asante Yesu. Yes. Kwa sababu hiyo jina la Yesu ndio lilimponya. Ndio. Wakamtambua. Ya kuwa yeye. Unajua kutambua mtu ni aje? Ndio. Samahani kidogo, lakini kuna mahali tulikuwa na wewe kitabu mahali. Ndio. Tukikula. Yes. Kwa ile kona nyingine ukaona jamaa. Ukamtambua. Kweli. Ukasema ule tulisoma naye primary. Kweli. Ni kumtambua nilimtambua. Ulikuwa unamjua. Kweli. Kwa hivyo nao waliona ukiwete. Ndio. Sasa si mgeni. Ndio aliishi pale. Ndio. Waliishi kumpea pesa. Ndio. Waliishi kumpita pale. Wakamtambua. Ndio. Haleluya. Wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakatambua sio mwingine. Ndio. Huyu. Ndio. Hata ninaona hawa watu wake. Yes. Kulikuwa na viwete wengi lakini ndiye apewe hiyo mlango mzuri. Unaona hata hapo imerundia mlango mzuri hekalu. Ni kama mambroka walikuwa wanaenda wanaona kuhani wanawalia chai. Si ndio? Wakaruhusiwa. Ndio. Wakaruhusiwa kumweka wapi? Hapo. Kwa hiyo mlango mzuri. Mpaka watchman na kiatika. Ndio. Kwa hivyo ukiwete alikuwa anajulikana. Ndio. Ati watu wote kwa hiyo kanisa walimtambua. Wote wakamtambua. Huyu ndiye alikuwa anaomba pesa. Huyu ndiye aliishi kwa ile mlango mzuri. Huyu ndiye ameomba miaka yake yote. Unajua shida ilikuwa kwa miguu. Kwa hivyo huku walimjua vizuri nani. Sana. Kwa hivyo sasa wanajua huyu ni nani. Ni fulani. Ni yule alikuwa hapa. Kwa sababu sura haikuwa na shida. Sura haikuwa na uwete wote. Uwete ilikuwa tu kwa miguu. Kwa hivyo kila mmoja hata watoto walitambua huyu ni nani. Huyu ni nani? Walimtambua. Na ni kama alijulikana hapo sana. Na wakamtambua. Huyu ni nani? Huyu nani? Wakajaa ushangao. Wakashangaa. Wakastaajabia. Wakastaajabia. Yes. Mambo yale yaliyompata. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohane, hakuwaachilia. Yes. Nilipenda ukiweta. Unasikia hata bado wakimtambua hata kama anarukaruka. Bado yuko hapo. Nyingine imeshika Yohane. Amesema hawa siwaachi. Mimi naona alikuwa anaopa hizo. Aliogopa broka. Akuja kurudisha pale. Kwa sababu tangu anjijue alijua hizi broka. Alijua hizi broka. Tangu apate akili alijipata akibebwa na hawa. Sasa alishindwa, wakiachana ataulizwa pesa ya leo. Akashika Petro na Yohana mkono akaingia nao. Hata aliingia nao kwa madhabahu. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyikia mbio katika tao lile lililoitwa tao la Suleimani. Wakishangaa sana. Ati walijaa. Wakajaa mpaka kwa hiyo ukumbi ya Suleimani. Ndio. Wakashangaa sana. Haleluya. Hata mpendwa siku ya leo. Ndio.
kuna kitu Mungu anaenda kukufanyia. Amen. Watu wengi watashangaa sana. Amen. Walikuwa wamemalizana na wewe. Ndio. Walikuwa wameona wewe ni buri. Ndio. Walikuwa wameona umeisha. Ndio. Walikuwa wameona ufai. Leo katika jina la Yesu, hiyo mashinda yote itaondoka katika maisha yako. Hiyo mauete yote itaondoka kwa maisha yako. Hiyo masikini yote itaondoka kwa maisha yako. Kukosa kazi utaondoka. Mashinda zote itaondoka katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Kuna watu wanaenda kushangaa. Kuna watu watashangaa kipi? Kuna watu watashangaa. Kama vile tulienda nawe mahali mazishi Ndio. aliyekuwa rafiki wako wa kitambo, kwa kitambo sana. Tulipokutana na hao watu marafiki walishangaa na wewe. Walishangaa huko. Ndio. Wanakuuliza ni wewe? Ni wewe. Bena, hiyo siku ndio nilijua nilitaka Bena ni wewe. Ni wewe. Na wengine walikufuata kanisani. Ndio. Wakaokoka. Walikuja. Mpaka waleo wanakuja. Hata sasa kwa sababu walishangaa. Ni washirika kwa sababu walishangaa. Walishangaa. Wakasema huyo Mungu aliokoa Kibio. Tutamfuata. Hata wewe leo. Walikuzoea. Wewe ni maskini. Kuombaomba. Ombaomba. Kopa. Watashangaa. Wakikutana na wewe. Umebarikiwa. Uko na kwako. Gari zako. Pesa zako. Watashangaa. Walikuroga. Uishi kwa shinda. Watashangaa. Ukirudi umebarikiwa. Watashangaa. Unajua kuna watu hii maishani wafurahiangi mazuri. Ndio. Na ndio niliona hao mambroka. Hata hakuna mahali tunaambiwa. Waliingia pia hata washike Petero mikono. Kwa sababu ya kuona kile Mungu amefanya. Wafurahi pamoja. Wafurahi pamoja. Hakuna. Waliona msaada wao umekatika. Hata labda walichukua zile pesa na wakaenda. Wakachomoka. Sema amen. Amen. Lakini watu watashangaa. Waliokujua ndio watakuona washangae. Wacha bila unaona sasa unafungiwa nyumba. Ndio. Utapata nyumba yako. Utakodesha nyumba yako. Katika jina la Yesu. Maisha yako yatainuliwa katika jina la Yesu. Neno la Mungu limefika mwisho. Kwa hivyo kama ungependa kuokoka na uko hapo katika runinga, katika redio, inua mkono wako, ama popote pale unatutazama ama kusikiza, inua mkono juu, elekeza katika hiyo screen, useme Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe. Dhambi na makosa. Yale yote nimetenda. Kuanzia leo. Naomba unioshe. Na unitakase. Kwa damu yako. Damu yenye nguvu. Na damu yenye uwezo. Baba, kuanzia leo. Ondoa majina yangu. Kwa vitabu cha mauti. Uandike katika kitabu cha uzima wa milele. Nipe marafiki wale wameokoka watakao niongoza katika njia zako. Kwa jina la Yesu nimeokoka na nimeamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru Bwana majeshi kwa ajili ya wapendwa. Wabariki Bwana majeshi. Baba, bila wamekubali kuokoka, najua maisha yao unaenda kuwakumbuka leo. Baba, unaenda kuwaondolea uwete wote. Uwete wa pombe, uwete wa malaya, uwete wa uongo, uwete wa roho chafu, uwete wa wivu, kila aina ya dhambi Jehova. Kuanzia leo waokoke. Baba, wandumishe katika neema yako na katika utakatifu wako. Ndio utakaporudi wapate uzima wa milele. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini.